unyweki soda wewe. Wewe tulikuzika wewe. Tena nakumbuka tulikuzika sisi wenyewe makablini. Sasa imekuja umekuwa hapa? Au tulizika mgomba? Naongea na wewe nijibu. Ni kweli mama, mlinizika wala uongopi. Lakini nimerudi kwa sababu wewe ni muongo sana. Kumbe ulikuwa unajua mimi sio mtoto wako kunizaa. Nilivyokuwa nakuita mama ulikuwa unaitika. Hiyo imeniuma sana. Sasa nenda kamwambie baba, yule mtoto ambaye mnamlea sio wa kwake. Ni mtoto wako na mwanaume wako wa nje. Na usipomwambia nitakugeuza nyao. Mweusi kimbulu. Afadhali ulivyomchukua kanyamaza. Kweli mikono ya mwanamke ni mwanamke tu. Hivi unajua mama yake tokea ameondoka mpaka sasa hivi hajarudi. Na huyu mwanamke anapenda kutembea. Utasema yeye ndo ananihudumia. Sikiza nikwambie. Mimi sitoacha kukwambia. Siku zote nitakuwa nikikwambia. Huyu mtoto sio wako. Si unanielewa? Na hataacha kukusumbua. Ona mimi nilivyomshika alivyotulia mtoto. Mtoto anahitaji mama yake na baba yake. Wewe sio baba yake. Yaani unakaa unajitesa hapo kumlea mtoto sio wako. Mimi hata kama utaniona nina mdomo lakini lazima nikwambie. Yaani kwa hili siwezi kukaa kimya hata kidogo. Haya mamake kaenda wapi? Mtoto analia kiasi hiki mpaka nambembeleza na kuja mimi bila mimi kuja hapa. Hapo ndo tunapokwazanaga. Utaniambiaje mtoto sio kwangu? Nimeenda mwenyewe na mke wangu kipindi ana ujauzito, amejifungua, tumelea mimba mpaka sasa hivi. Alafu unasemaje mtoto sio kwangu? Mbona nyie mnakuaga na chuki ampendanagi wanawake mkoje? Huyo mtoto sio kwangu kivipi? Sikiza nikwambie. Yule mwanamke anakuongopea tu. Huyu mtoto sio wako. Na uwaga akienda kwa wanaume zake, anakuachia wewe kama kijakazi wake. Na ndio maana mtoto hata kila ukimshika lazima alie. Si unamuona? Na huyu mtoto anamtaka mama yake. Na sio mama yake tu, na babake mzazi. Wewe sio baba yake. Unapenda kujitesa wewe. Sasa mbona wewe ulivyomchukua amenyamaza? Kuna nini katika mikono ya mwanamke? Lazima anyamaze kwa sababu mimi na mama yake tunakaa mara nyingi karibu sana. Mimi namjua vizuri mama yake. Mama yake amecharuka. Wewe sema kwa sababu muda mwingi ukae naye. Ndio maana hujajisiwa vizuri tabia zake. Ila niamini mimi ninachokuambia. Siku moja utakuja kuniamini. Sasa usiongee sana. Mlete mwanangu. Sawa, mimi nakurudishia mtoto wako. Ila siku ukigundua wewe mwanamke ambaye unaishi naye anakuzushia hawa watoto, utanitafuta, nipo muda wote. Nyamaza. Haya, kwaheri. Haya, kwaheri. Nyamaza sasa na wewe. Huyu mtoto atakuwa ametumwa nini? Lakini alifariki kabisa. Sasa kwa taarifa yake, siendi nyumbani. Ngoja niende kwa mpenzi wangu. Unachofikiria sio cha kweli. Nenda nyumbani sasa hivi. Mwanao yuko anamsumbua babangu. Na ukaenda nyumbani, mwambie ukweli. Usipomwambia ukweli, nitakuua. Nyamaza sasa na wewe. Talia mpaka mama yako aje. Lia hivi mpaka mama yako aje.
mwanamke unajielewa kweli? Hivi huigi mifano kwa wanawake wenzako? Yaani inaonekana sasa wewe ndio umenioa mimi. Yaani sisemi, sina sauti juu yako. Imekuwa kama mazoea sasa. Unaamka asubuhi, unamwacha mtoto, unaenda kwenye miseli yako na unajua kabisa mimi natakiwa niende kazini. Wewe ndio kila siku unanitafutia. Kwa nini unaondoka afu unamwacha mtoto? Mimi nitokeje? Au unataka na mimi niwe na roho ngumu kama ya kwako? Nimwache mtoto akiwa analia ndani, niende nikatafute na umeondoka. Wewe mwanamke wewe, usinitafutie kesi. Unajua sila zangu zikinipanda tutagawana majengo ya serikali. Utaenda Monchwali, mimi niende jela, unajua. Haiwezekani. Mtoto wako, mtoto wako mzaa. Alafu unamwachia baba, mimi nina nyonyo ya kumpa akilia. Nina nyonyo ya kumpa mtoto akilia. Alafu mimi naongea wewe unakaa kimya. Ujue sasa tagailisha maneno mengi ni kulambe makofi. Aya, niambie ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Sina kuuliza wewe mwanamke wewe. Naongea na bubu wewe. Wewe. Unaenda wapi sasa mke wangu? Umeacha mtoto ndani wewe. Kwa hiyo siendi kazini tena. Au na mimi nikaacha kwa katoto kalie mpaka mapovu yatoke huko ndani eti. Ujana mimi nitaondoka wewe. Wewe unachotakiwa ni kuniambia ili mimi nijue nakusaidiaje. Na sio kukaa tu hivi kimya. Haya, mimi nitajua kwamba una shida. Fashion. Unajua mimi sielewi kabisa. Yule mtoto tuliomzika kanitokea mbele ya macho yangu nimemuona. Na kitu kikubwa alichonisisitizia niende kwa mume wangu nimwambie ukweli. Wewe unafikiri mimi naanzaje? Na kikubwa zaidi yule mtoto alichoniambia nikamwambie mume wangu yule mtoto sio wake. Na wewe unajua kabisa yule mtoto wako. Wewe unafikiri hapo tunafanyaje? Mimi nachanganyikiwa mpaka sasa hivi sielewi. Mpenzi wangu. Ina maana na wewe unaamini kuhusu mizimu? Yule mtoto sasa alikufa na tulimzika sisi wenyewe. Hivi Fashion unaongea nini? Mtoto kanitokea mbele ya macho yangu. Yaani nimemuona hivi. Mimi sio taila mpaka nikwambie wewe. Remi. Mbona kama unaenda kuwa chizi sasa? Tumezika sisi wenyewe. Alafu wewe na wewe unakuja kuniambia habari hizi. Mimi nashinda kuelewa hata kidogo. Mimi nakwambia nimemuona. Yaani nimemuona mtoto mbele ya macho yangu. Yaani wewe huwezi niamini kwa sababu hujamuona. Ila mimi nilomuona ndo naelewa. Hauna matani na mimi. Hebu kuwa serious bwana. Umekaidi kumwambia baba ukweli. Nakumbuka nilikuahidi kitu. Na iko kitu kitatokea mida si mirefu. Usisahau hilo. Mimi nilikwambia, umeona sasa. Sasa hivi umeniamini? Ni kweli mpenzi wangu. Yaani hadi sasa hivi hadi mimi mwenyewe nimeshaamini. Kumbe ulichokuwa unaongea ni kweli Wewe ulizani mimi nakudanganya. Tunafanyaje mambo yenyewe kama ndio haya? Sijui hata anataka kunifanya nini maskini ya Mungu. Unajua wakati mwingine unakuaga na utani. Kwa mimi nilikuwa najua labda unanitania tu, umetoka zako kuna stress. Fashion, hebu acha kuongelea utani. Mimi naongelea vitu vya serious. Sema hapa tutafanyaje? Yaani mimi mwenyewe kanitisha kweli kweli. Ingawa ni mtoto mdogo lakini kwa maneno aliyoyaongea kama mtu mzima, hapana amenitisha. Mimi kwanza naona hata hatustahili kukaa ile eneo. Cha kufanya hapa tuondoke. Sawa tuondoke. Wewe rudi nyumbani kwako, mimi naondoka kwangu. Wewe una kichani ni siendi nyumbani. Tunaenda wote hapa. Sasa wewe ni nyumbani na mtoto wangu. Mtoto wako kama unamwona maana kamfuate. Mimi siwezi kwenda kumfuata mtoto. Hivyo umerogwa nini? Yaani mwanangu umemwacha nyumbani kwako afu unasema uendi. Siendi nyumbani. Yaani wewe kama unaenda nyumbani nenda. Bwana mimi nishachoka. Toka asubuhi tunamtafuta mtoto. Yaani mpaka hapa nilipo nimechoka, siwezi kuendelea. Sijui unanielewa? Hujachoka bado. Yaani hata kusema napo bado. Sikia nikwambie Remi. Damu ni nzito kuliko maji. Hivyo unavyoniambia umechoka,
siwezi nikakuelewa hata kitu kimoja. Ile ni damu yangu ambayo tunaitafuta. Huwezi kuniambia tu kirahisi rahisi eti umechoka, alafu nasimama kabisa. Ile ni damu yangu. Wewe unajua ni wakati gani napitia. Mimi napitia wakati mgumu Remi. Alafu siwezi nikakubali tu kiolela mwanangu apotee. Siwezi. Subiri kwanza. Unavyosema hivyo una uchungu. Mimi si ndo niliingia leba. Kwa mimi na wewe ndo una uchungu sana wewe kuliko mimi. Nimechoka, nimemwambia nishachoka. Toka asubuhi tunamtafuta mtoto. Sikia nikwambie. Yaani ile siwezi nikalifumbia macho hata kidogo. Ili mradi tuelewane mimi na wewe. Tuhakikishe mtoto amepatikana. Ila mbali na hapo, itafika muda tunaona mimi mbaya. Alafu sihitaji tufike huko. Okay sawa, nimekubali. Kwa hapo tunafanyaje? Mimi sina cha kufanya. Ninachotaka ni mwanangu apatikane. Hapa mwanangu atatafutwa hiyo usiku hiyo mchana. Hata hiyo saa 8 za usiku ili mradi tu apatikane. Akipatikana hatu mimi sina shida. Lakini mbali na hapo. Lakini mimi nina wazo. Wazo gani hilo? Unaonaje twende kwa mganga? Maana hiyo ndio itakuwa njia sahihi ya kumpata mtoto haraka haraka. Kwa sababu si umeona yale mambo yaliyotokea ni ya kimiujiza fulani hivi. Kwa hiyo tukienda kwa mganga itakuwa njia rahisi sana kumpata mtoto wetu. Au unaonaje? Kwa mganga kitu gani? Mwanangu hajapotezwa na mganga. Kwa sababu mimi najua kabisa yule mtoto ulikuwa uko naye nyumbani kwako. Sasa huyo mganga amekuja kumchukua nyumbani kwako? Sijakwambia kuwa ndo mganga kamchukua. Waganga huwa wanafanyaje? Wanatabiri. Kwa hiyo wakitabiri watatuambia kwa mtoto sehemu fulani tutamfuata. Mimi siamini kuhusiana na waganga hata kidogo. Sijui utanishauri nini ili nikuelewe ili tuende kwa huyo mganga. Nakuomba nisikilize kipenzi Fashion. Nakuomba sana twende kwa mganga. Ndio njia ya mwisho, maana tutaendelea kutafuta huku kote na tusimpate. Bora huko ni shortcut alafu ni haraka sana. Nakuomba Fashion, kubali basi tumalize hii kitu. Okay. Naona nitakuwa sina budi kuendelea kupinga maamuzi yako. Kwa sababu nahitaji mwanangu apatikane. Lakini kwa vitu vingine mbali na mwanangu nisingekuelewa. Ila ninapitia wakati mgumu kwa huyo mtoto. Nimekuelewa. Ila nashukuru sana kwa kunikubalia. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni kwenda huko. Okay, tuondoke. Samani sana nimefika na kukabidhi mtoto ambaye sio mtoto wako kumzaa. Lakini kwa nini nimekimbilia kwako? Nimekimbilia kwako kwa sababu mara nyingi wewe ndo huwa unakuja na kuniambia kwamba huyu mtoto sio wa kwangu. Na baadhi ya matukio ambayo ananifanyia mke wangu, nimeamini maneno yako 100% kwamba huyu mtoto sio wa kwangu. Na leo kanifanyia tukio ambalo ni kubwa sana kushinda matukio yote ambayo huwa ananifanyia. Huwezi amini, amekuja anamkuta mtoto analia baada ya wewe kuondoka. Baada ya kumkuta mtoto analia, alimchukua akampeleka ndani kumlaza. Alivyorudi nje, nimemlaumu sana. Nikamwambia tabia anayoifanya sio sahihi. Sio tabia ya kuigwa katika jamii. Unaondoka asubuhi, unamwacha mume wako amelala ndani. Na sio kuondoka tu, anaondoka anamwacha mtoto mdogo. Bado ananyonya. Unategemea nini? Baada ya mimi kumwambia ukweli, huwezi amini hajanijibu kitu chochote. Ameinuka kwa dharau, akaondoka. Sasa mimi sijui kosa langu liko wapi. Nikamuuliza, vipi mbona unamwacha mtoto ndani? Nikayakumbuka yale maneno yako kwamba huyu mtoto sio wa kwangu. Nikataka kuondoka nimwache mtoto ndani pia. Lakini kwa sababu na mimi ni binadamu, nina moyo wa kibinadamu na sio moyo wa kishetani. Nimeogopa kumwacha huyu mtoto mule ndani akiwa peke yake. Moja kwa moja akili yangu imenituma nije kwako. Pengine unaweza kuwa na jambo la kunishauri. Mimi jambo la kukushauri, nadhani kila kitu nishaongea na wewe. Kwamba huyu mtoto sio wa kwako. Haya, afadhali hata ulivyojionea mwenyewe. Maana mimi nilivyokuwa nakwambia, ukao unaona kama vile labda mimi nataka muachane, sijui na huyo mwanamke wako. Ila mimi naona afadhali ulivyojua. Maana nilikuwa nakwambia kila siku mtoto sio wako, unalea mtoto wa mwenzio. Ukanaona mimi nakuchochea wewe labda nakutaka sana. Kumbe mimi wala hata mawazo sina. Sasa unanishauri nini hapo?
huyu mtoto mrudishe kwa mama yake, uje wewe hapa. Kama utakuja tuishi wote, haya. Sasa naishi vipi na wewe? Mimi sijaja kuishi na wewe, nimekuja kuomba ushauri tu. Hapana baba, msiniogope. Mimi ni kisoda na ni kweli nilikufa mkanizika, lakini baba, nimekuja kukupa taarifa. Yule mwanamke ambaye unaishi naye si sahihi kwako, na huyo mtoto sio wa kwako, amekusingizia, na kila kitu ambacho alikuwa anakuambia huyo anti ni cha ukweli. Kwa sasa inatakiwa uachane naye. Sasa niachane naye vipi? Na wakati bado na mtoto wake hapa. Huyu mtoto naye itakuwaje? Kuhusu huyo mtoto usijali. Kwa sasa nikiondoka, naondoka naye nampelekea mama yake. Kwa sasa hata mama yake amekimbia na sijui yuko wapi. Alipo, mimi namuona. Wameenda mbali na huyo bwana wake. Kwa hiyo mimi namchukua huyo mtoto kisha nampelekea mama yake.